Hello guys, kwa majina naitwa Esther na natumika na MBL TV online. Na siku ya leo niko na dada yangu hapa, wataenda kutambulisha wenyewe kwa majina yao. Wewe unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Josephine, unaweza kuniita Jos. Yote ni majina yangu. Okay, na Josephine, hivi wewe ni mtu aina gani? Mimi ni mkimya, lakini ukinichokoza utaona we mwenyewe. Mimi ni mtu mzuri kabisa kama tumeendana kiustaarabu, lakini ukiingia kwenye anga zangu mimi si mstaarabu. Vizuri sana. So kama mnavyosikia dada Josephine alivyosema, ukinichokoza ndo utaona anga zake. So kaka unaitwa nani? Ferdinand. Okay, hivi wewe ni mtu aina gani? I don't know. Aujui. So guys, muelewe kaka yetu hapa kidogo Kiswahili kiko juu. Mtakuwa mnamuelewa hata kama akiwa anaongea Kiswahili mimi mnaifuata hivyo hivyo. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Machozi. Okay. Machozi, kama Machozi ni mtu aina gani na hapa tuko tunafanya nini? Kama mimi ni mtu mpole sana tena sana. Mimi sio mwongeaji kabisa. Mimi ni mpole sana. Kwa hapa kwenye tuko nafanya ni nakaribisha mtoto wangu, alikuwa yupo hapa nyumbani muda wa miaka miwili sasa hivi. Toka 2022 kama sijakosea 2023 ndo alitoka hapa nyumbani. 2023. Okay, so alikuwa ameenda wapi labda? Alipata matatizo kidogo. Matatizo eti kidogo ni matatizo makubwa ambao wa karibu yangu waliyajua na ambao hawakuwa karibu yangu hawakujua. Alipata matatizo makubwa sana. Unajua vijana hawa ukiwaelekeza wenyewe wanajua vile wenyewe wanataka wenyewe ndio wanatembelea hivi. Ndio kifupi. Okay, vizuri sana. So alipata tatizo ndio ilimpelekea yeye kuishi huko miaka miwili. Ndio. Okay, na hivi ni changamoto zipi ambazo ulikutana nazo kipindi mtoto wako anaishi huko labda? Nilipitia changamoto kubwa sana tena sana. Sio ndogo. Kwanza kinaweza nikaambia wanawake wenzangu kila kitu, yani hata kama ukitengwa na jamii nzima kwa sababu ya mwanao, wewe piga magoti kwa Mungu. Mungu hajawahi kuacha mtu. Okay, ujumbe kwa wanawake wote ndio ambao wanaishi Sweden au ambao wanaishi nchi ya Ulaya, yani dunia nzima tu. Okay, dunia nzima tu. So una lipi la kuambia labda watu ambao wanakutazama, ambao walikuwa wanajua hiyo story na leo kwa sasa uko na mtoto wako pamoja, una lipi la kuambia? Nawaambia kwanza nashukuru sana kwa sababu ya mwanangu amerudi kwa mara nyingine tena. Japokuwa haikuwa rahisi kabisa. Mpaka mimi kusimama kuongea hivi haikuwa rahisi, ila nashukuru sana. Sana tu, sina mengi ya kuongea. Okay, na tukisema hapa Sweden, shukrani zako za kwanza zinaweza zikaenda kwa nani au kwa kina nani ambao walikusaidia kwenye matatizo kama na hayo? Shukrani zako za kwanza. Naweza kusema shukrani za kwanza za kwangu zinaenda kwenda kwa mdogo wangu, alinisaidia sana kwa maombi na kwa kunitia moyo. Shukrani zangu za pili zinaweza kwenda kwa Figo. Figo alinisaidia sana tena sana kwa sababu kipindi mtoto wangu alikuwa amefungwa Stockholm, nilikosa hata msaada wa ndugu hata jamaa kunipeleka kule Stockholm kwa sababu mdogo wangu alikuwa anaangalia wengine watoto wangu. Lakini nilimpigia Figo akajitolea akanipeleka kule, japokuwa tukumuona mtoto lakini aliacha muda wake akanipeleka. Shukrani zangu zirudie kwa Figo pamoja na mke wake kwa sababu mwanamke wake naye ni muelewa. Nilimpigia mume wake na akaelewa eti msaidie, nikaenda na mume wake akanisaidia. So kama unasikia dada yetu hapa anashukuru sana, shukrani zake zinaenda kwa Figo. Big up sana kwa hatua ambazo ulizifanya. Usishie hapo, uendelee kuonesha wabondo wenzako mema ambayo unaweza kuwasaidia. So mtoto wako anaongea Swedish sana, Swahili kidogo sidhani kama ataweza kujibu maswali. Upo tayari kujibu maswali ambayo naweza nikamuuliza mtoto wako hapo? Atajibu. Kwa niaba yake yeye kwa kumuuliza
ajibu tu. Kama atajibu kwa Kiswahili, Waswahili wataelewa. Ukiswahili kile kinataelewa, atajibu. Na kwangu niulize mimi nitajibu. Okay, vizuri sana. So umesema kwamba shukrani zako ziende kwa mdogo wako pamoja na Figo. Kwa katika shida zote hizo walikusaidia watu wawili au walikuwa wengi, lakini hao ndio walikuwa karibu yangu zaidi sana. Okay, vizuri sana. Ni kipi ambacho umejifunza kwenye ulimwengu wa sasa au ulimwengu huu kutokana na shida ambayo umepata? Nimejifunza sio kila aliye karibu yako anaweza kuwa karibu yako kipindi cha matatizo. Okay, vizuri sana. Na ukachukua hatua gani ya kuishi na watu labda? Nilichukua kuishi nao vile vile kadri vile gisi walitaka kuishi na mimi. Ule ambaye alitaka kunisogelea kipindi cha matatizo nilimsogelea. Ule ambaye hakutaka kunisogelea na mimi nilimwacha vile wenyewe alitaka yeye mwenyewe. Okay, vizuri sana. So, nina maswali kwa kaka yangu hapa. Huko ambako ulikuwa unasoma au unasoma? Nasoma. Unasoma. Ni kidato cha ngapi? First class in university. University. Yeah. Okay, kwa kuna bakia miaka ngapi ili umalize? I think 3. Tatu. Okay. Ni vitu gani ambavyo umekutana navyo ambavyo haukuwahi kuviona huku nyumbani? Sikubali kutoka nje. Sikubali kutoka nje kama hiyo. Sikubali kutoka nje, nilikuwa nimekaa ndani kama 24/7. Okay, vizuri sana. So na ni kitu gani ambacho umejifunza kwa hii maisha kutokana na shida ambayo umepata? Naweza kuongeza sauti kidogo? Anasema kama kwa wale ambao hawajui Swahili, anasema hawezi kurudilia tena kitu ambacho alikifanya. So huko ambapo ulikuwa unapata chakula gani na vipi, na kipindi unapata hicho chakula ulikuwa unakubaliana nacho au ulikuwa unakataa? Kwa chakula ilikuwa siku zaidi baada chakula cha mzuri, ilikuwa siku ya baada chakula cha mbaya. Yes sir. Na siku ya chakula cha mbaya ulikuwa unasema kwamba sipendi chakula, mniletee chakula ambacho nakitaka au? Ambacho sitaki chakula kile, ameleta kingine chakula, akiambia kama kula au utaki chakula ndio kuna mikate. Okay. Na vipi, mlikuwa mnaishi watu wengi au? Watu 6. Kwa watu 6 ni kama ni corridor, ni kama ni nyumba kama ni iko na kama 100 meters afuli, but kama ni 6 ama ndio bado kuna ishema. Kila mtu kwa chumba chake, kuna dusha kichumba na hivyo. Okay, vizuri sana. Na mwanzo kabisa hali ya kule ulipokeaje? Mapokezi ilikupa shida au uliona tu ni kawaida? Nasi nilikuwa na shida, nilikuwa kwa nimefika kule nilitoroka, afu bakalituma polisi kanishika, afu bakanirudisha kule tena. Ulitoroka, ulikuwa unaenda wapi? Nilikuwa narudia kwa nyumba, afu bakanishika bakanirudisha tena kule kwa. Okay, vizuri sana. So hivi ambavyo umekuja hapa ndio umerudi au bado utarudi kule? Ni bali nipate pale mahuna, nitakuwa hapo kama mpaka saa 10 ama tena narudi kule kwa. Okay, vizuri sana. Na vipi wanasemaje kuhusiana na kurudi nyumbani mazima? Inasikana mwisho wa mwaka au mwaka ndio nakuja. Okay. Na vipi kuhusiana na adhabu za kule? Ina maana kwamba adhabu wamezimaliza au ndo bado zinaendelea? Sijui, ndio maana najua kama wameshaisha, ndio wanaendelea. Kumbe keba aliniambia mimi baada ya papa mahuni ndio watanipatia nitaanza kwenda nje off tarehe, batani saini ku football slog afa nenda kucheza mpira, nenda kwa kama siku moja vale veka sana endo giveka okay wetu tuna football sote. Okay. Na kuhusiana na jamii ambayo inakuzunguka au vijana wenzako, unalipi la kuambia kutokana na haya ambayo umeyaona kwa ulimwengu au ambayo umekutana nayo? So let's get there at the end. Let's go love story for now. Okay. Mashauri sasa kwa vijana wenzako.
ambao labda walifanya au wanaendelea kufanya ambavyo ulifanya? Så det är inte för sent att återvända sånt. Liksom du kan återvända på rätt på nu. Okay, vizuri sana. So unalipi la kumwambia mama yako? I'm sorry. I'm sorry, sema za Kiswahili. No, that's Au kumbuki neno la Kiswahili. Nisamehe. Nisamehe. Vipi kuziana lugha Kibembe, unajua au hujui? Nasema Kibembe na Kiswahili nasema nasikia sana liksom na understand kila kitu kwa sema, lakini liksom kuongea ndio inakuwa shida. Kuongea ndio inakuwa shida. Hiyo shida umepata huko ambapo ulikuwa au ilitokea hapo? Shida kwa kule. Sikuwa naongea Kiswahili kule. Kama miaka mbili sikuwa naongea Kiswahili. Ilikuwa tu ni lugha na mwanzo kabisa. Kipindi haujajua lugha vizuri. Mambo yalikuwa yanaendaje? Sasa nilikuwa kabla asina na fast ya kunde liksom. Yani klara med jag klarade mig liksom, jag kunde prata så. Sen det blir som jag mer när jag satt där inne. Okay, ikaongezeka baada ya kuwa unasikia kila siku unaambiwa hiki unaambiwa hiki, hata kama hujui anakuelekeza ili ujue lugha kapanda. Yeah. Okay, vizuri sana. Na vipi shule yako inaendaje? Unaona kabisa utamaliza au ndo unaenda kusawia kwenda? Alltså inte bara för att det går dit liksom. Jag kom in på datorteknik och sånt, och jag kom hit med typ nästan 100 plus poäng och sånt så. Okay, vizuri sana, kwa gratis. Na ukirudi nyumbani ni maisha gani ambayo utachukua au maamuzi gani ya kuishi ambayo utachukua? Nitafanya ska göra klart bättre skola och sånt liksom. Sen kommer jag på högskola eller bara fortsätta vidare med studier så och inte på en bra jobb och sånt. Wewe kama mama unataka mtoto wako akirudi aanze kuishi maisha gani? Mimi kama mama naweza kupendelea wewe naishi maisha mazuri ambayo atakampendeza Mungu na mimi binafsi. Awe akienda shule anarudi nyumbani. Kwa sababu gani nasema hivi? Hapa tunaishi watu mbalimbali na kila mtu na uelewa wake. Yaani mtoto wangu alifanya makosa yake ambayo mwingine kijana anaweza akafanya tu bila yeye. Lakini swali nani nakuja pale? Yeye akiona rafikiana na huyo mtoto ambaye amekuta hapa. Ule mtoto akienda kufanya kitu kibaya atasikia ni yule fulani ndo alimfundisha. Kama mimi mama naweza kupenda kirudi hapa awe nakuja kitoka shule yuko nyumbani. Ana kitu ambacho anahitaji aniambie, nataka hichi nataka basi. Hiyo ndio nataka. Okay, na vipi ikitokea kwamba unasikia mzazi mwenzako anasema kwamba hataki mtoto wako anatembea na watoto wengine au watoto wake, unaweza kujisikiaje hiyo? Naweza kujisikia vibaya na naweza kujisikia vizuri, kwa sababu hivyo ndo mama huyo mtoto wenyewe ametaka. Siwezi nikamlazimisha, ni kumwambia tu mtoto wangu achana naye, kaa nyumbani basi. Okay, vizuri sana. So unapendelea mtoto wako aishi kwenye maisha ya kupendeza wewe, familia pamoja na Mungu. Hautaki aendelee na marafiki tena? Hapana. Okay, vizuri sana. Zaidi sana kwa marafiki ambao mama zao ambao tuko pamoja nao hapa, siwezi nikapendelea. Yeye mwenyewe anasikia vingine nasema, sio mtoto mdogo na anaelewa na anajua nini ambacho nilipitia. Nilikuwa natoka, alikuwa mbele, alikuwa Stockholm, akaenda Sollefteå, nilikuwa naenda Sollefteå na mimba na mtoto. Akaenda kwa Sevilla na kwa sehemu nyingine sijui ni wapi ngapi. Shopping huko. Hizo zote sehemu ni mimi mama ndo niko naenda. Sijaona rafiki wanani ambaye ananipeleka. Kwa sababu gani? Niko nasema hivi. Siwezi nikataka aje kuanza urafiki na mtoto wa mtu hapa. Hapana. Siwezi nikapenda. Unaposema hautaki aanze urafiki na mtoto wa mtu hapo, unakuwa unamaanisha kwamba watoto wote au wabondo tu? Wote tu, wabondo, wa Somalia, wa Arabu, siwezi nikapenda. Aishi maisha yake, mimi ndo mama yake mwenye nilikuja naye hapa. Mimi ndo mama yake, mimi ndo babake, japokuwa naongea na babake,
lakini mimi ndo mama, mimi ndo baba, mimi ndo mjomba, mimi ndo shangazi wa muda huu. Unajua Esther, nitaeleza kwa urefu kidogo. Unajua sisi wanawake ambao tuko nakuja na watoto, sisi wenyewe hapa tunaonekana hatujui malezi. Hatujui malezi, na najua naelewa hichi kenye niko nasema. Hata mwingine ambaye atanisikiliza ataelewa hichi kenye niko naongea. Sisi ambao tuko naishi na watoto sisi wenyewe tunaonekana hatujui malezi. Watoto wetu hawaelewi, lakini kama vile wenyewe unaweza ukawa uko na mwanaume ndani na mtoto akashindwa kuelewa, na ndio wenyewe naweza nikawa mimi peke yangu na mtoto akashindwa kukuelewa. Hiyo yote inatokea kwa watoto wetu. Okay, vizuri sana. Na unalipi la kuambia hao ambao wanasemaga hivyo, ambao wako kwenye ndoa na wanaongea maneno kama hayo ya kuona kwamba nyinyi ambao mnalea watoto peke yenu ndio hamjui malezi? Unalipi la kuambia labda? Mimi sina la kuambia, mbali nawaombea Mungu na wenyewe wakuze, kwa sababu watoto wakishakuwa watajua nini maana ya kukuza. Hicho tu. Okay, vizuri sana. So, hapa ndo mtoto wako amepatia shida na mpaka sasa. Yaani namaanisha hii state. Vipi ushawahi kuwaza kuhusiana na kuhama labda au? Kuhama naweza kuhama kwa sababu yeye mwenyewe ashasema tutahamaga, napenda kule kwenye tulikuwa mbele Gotland. Akisoma, akipata kazi tutarudi kwa sababu nina nia yake, niko natembelea watoto wangu. Naweza kurudi kule kwenye nilikuwa mbele. So unamaanisha kwamba mpaka amalize masomo na afanye kazi, au wazi kwamba labda kirudi labda shetani tena anaweza kapitia na kaanzana na wale ambao walimfanya apate shida? Hapana, huyo shetani atashindwa kwa jina la Yesu, kwa sababu kuamka na kulala niko naomba Mungu kwa sababu ya mtoto wangu. Wanasemaga evemba ya kwanza wavembie kiwe amboto, yani evemba ya kwanza ndo kifungua. Jana wangu nilimzana miaka 15 mpaka wenyewe kwa hapa anakuwa miaka 17. Najivunia yeye kama kifungua tumbo wangu. Inabidi anielewe kile kinini niko nasema, aelewe. Okay, vizuri sana. Unasema huyo ndio kifungua tumbo, na hata kipindi alikuwa hajapata hiyo shida nadhani ulikuwa unamwelekeza, lakini ikatokea hiyo. Una njia zipi za kumkinga au kuendelea kumkinga na kuendelea kumwamini kama ulivyokuwa unamwamini mbele lakini akafanya kosa? Una njia zipi kwa sasa ambazo umejiandaa nazo kwa ajili ya kumkinga mtoto wako? Njia ya kujiandaa nayo ni kukabidhi kwa Mungu, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinashinda Mungu. Na mpaka sasa yeye kurudi hapa ni mapenzi ya Mungu, sio ya kwangu. Mimi nilijitahidi kama mama, lakini Mungu alipenda amerudi tena. Sio rahisi Esther, sio rahisi sana, kwa sababu nilipiganisha na pia na pesa zilienda nyingi tu, zilienda sana tu. Naelewa sio rahisi, lakini kuna neno moja ambalo linasema kwamba jilinde nami nitakulinda. Sasa inapokuwa kwamba unategemea Mungu bila wewe mwenyewe kujikinga, unadhani hiyo itaenda? Kwa sababu inatajika wewe uanze kujilinda au uanze kulinda mtoto wako. Uwe na hatua kwanza ambazo unajiandaa nazo kwa ajili ya kumlinda mtoto wako, na Mungu ndio atabariki zile hatua zako. Sasa wewe kama mama una hatua zipi ambazo umezipanga ili Mungu aweze kubariki kile ambacho unakipanga? Hatua zangu najua nishasema hapo mwanzo, ni kumkata na marafiki, awe na nisikiliza, ndo hatua yangu ya kwanza. Marafiki kwa sababu ndo wananifikisha huko. Unasikia, nalisha kwa kijana mkubwa anaelewa ambacho niko naongea. Na ameona ambacho nilikuwa napitia mimi kama mama, nilikuwa namhangaikia. Anajua. Huo ni ulinzi wangu wa kwanza kwa kukata yeye na marafiki. Umkata na mazoea ya vijana yoyote yule tu ambaye anajua ni kijana, na mkata na mazoea naye. Yeye mwenyewe anaelewa na anasikia vile niko nasema. Kuanzia leo akirudi hapa, mazoea ya vijana sitaki. Awe nakaa hapa nyumbani basi na kwenda shule. Ndio ulinzi wangu wa kwanza, kumkata mazoea na marafiki. Okay, wewe kama mzazi unaamini kwamba marafiki ndio wanaweza kumpeleka sehemu mbaya? Ndio, kwa sababu nimeona marafiki ndio walimpeleka sehemu mbaya. Okay, umesema kwamba utakuwa unamkata vipi? Kipindi amepata shida ulikuwa unaona au unawajua au marafiki zako ambaye walisababishia yeye apate shida? Sikujua marafiki, na ndio maana nimesema nitamlinda na marafiki. Sikujua marafiki. Baada ya kupata tatizo nikajua ni marafiki ndio walimpeleka huko. Na ndio maana nimesema nitamlinda na marafiki. Ni njia zipi ambazo utatumia kulinda marafiki, kwa sababu hutakuwa naye shuleni? Njia zipi ambazo utapitia ili kujua
anatembea na marafiki fulani na iko na marafiki fulani, anapaswa aachane na simu yake. Kwanza ni ya kwanza mimi kumlinda nayo. Mwalimu atakuwa wa pili, kwa sababu atapanda basi ataenda shule, labda hapo kwenye basi, lakini akifika shule mwalimu ataniambia nitakuwa na mawasiliano na mwalimu, mtoto wangu amefika shule saa fulani, atatoka saa fulani, na akikawia mimi napiga simu namuuliza. Vizuri sana. So mama wengine ambao unafuatilia TV ya MBL TV, na nasikia gisi mama yetu amesema hapa ya hapa Sweden ni vigumu sana kabisa kukuza watoto, hasa watoto wa kiume wanapita njia nyingi ambazo sio nzuri. Lakini kama ulivyosikia mama yetu amesema kwamba hatua ya kwanza atakuwa anamlinda marafiki, atakuwa anakagua simu yake, na hatua ya pili kweli atakuwa anafuatilia kwa mwalimu. Na hiyo ni njia sahihi sana na nzuri sana kwa wote ambaye ako na vijana wa kiume. Kufanya hivyo itansaidia sana, kwa sababu hakuna njia nyingine kabisa. Hautaenda na mtoto shuleni na hakuna kitu kingine ambacho unaweza kukifanya pasipo kumpigia mwalimu kwa nauliza anatembea na nani kule shuleni, ili wewe mzazi ujue na kufuatilia simu zake. Yeah. So kipindi mtoto dada yako alikuwa huko, au kipindi hiki chote ambacho ameweza kuishi huko, wewe kama mama yake mdogo ulikuwa unajisikiaje? Mimi nilikuwa najisikia huzuni sana na maumivu makali sana moyoni. Lakini zaidi ya yote kenye kilikuwa nanifariji ni kuomba. Juu mimi nakuwa naomba sana. Mimi nakuwa napenda vurugu, lakini nakuwa naomba sana. Naombaga sana. Naombaga kabisa, hata ukileta mahitaji yako hivi nitaomba na Mungu atajibia. Useme tu ahadi za Mungu zinakuaga zinakawia sana, zinachukua muda, lakini Mungu anakuaga na jibu. Na imani pia inachangia. Okay, vizuri sana. Na kipindi dada kuna shida, ni vitu gani ambavyo ulijifunza wewe kama mdogo wake? Mimi ni kitu cha kwanza kenye nilijifunza ni kwamba wakati wa shida sio kila mtu mwenye anajiweka rafiki ni rafiki. Sio kila kitu unaweza kuficha. Sio kila kitu unaweza kumwambia kila mtu. Hicho nilijifunza. Okay, vizuri sana. Na ni hatua zipi ambazo ulizifanya wewe kama ndugu yake kwa kumtuliza moyo dada yako yeye ambaye anapitia shida? Kitu ambacho nilikifanya ni kuwa na ukaribu wa zaidi sana na yeye. Nikitoka shuleni, nikitoka kazini, nilikuwa nafikia hapa. Juu ule muda ukikuwa mfano saa 12 hadi saa 4 za usiku, kila mtu anakuwa usingizi, unakuwa mzito. Yaani ataenda kulala moja kwa moja, japo atastuka usiku saa 9 saa 10 kule, lakini kwa huu muda wa haya masaa atakuwa amepumzika. Okay, vizuri sana. Na ni maoni gani ambayo unaweza kumwambia vijana ambao wanatembea vibaya au kwenye njia mbaya? Naweza kuambia vijana kwamba sio kila rafiki wa kurafikiana naye. Na kabla hujatenda kitu, angalia future yako inasema nini. Zaidi sana kwenye hizi nchi za ugenini kwenye tuko, ukiharibu maisha yako wewe mwenyewe umeharibu. Sio kwamba umeharibu ya mama yako iza ya baba yako, hapana. Yaani ukiharibu maisha yako wewe mwenyewe umeharibu. Kwa hiyo vijana wajichunge sana na wapunguze tamaa. Okay, kwa hiyo unaamini kwamba tamaa ndio inapelekea wao kuingia kwenye njia mbaya au sehemu mbaya? Kwa sababu na ushawishi pia. Vijana wanashawishana wao kwa wao. So naona mimi mfano nimevaa koti nzuri, nimefanya kitu fulani tu, unaweza kufanya hivi, ni njia tu fupi utapata pesa. Sasa anamshawishi mwenzake kuona hivyo. Mimi nahisi ni tamaa tu. Na vipi kuhusiana na marafiki wa mtoto wako, tuseme mtoto wa dada yako, wale ambao walimfanya ingie kwenye njia mbaya? Vipi, naamini kwamba hawataendelea kumfuatilia kipindi hiki ambacho atakuwa amerudi nyumbani au?
Hapo sasa ndo hatuwezi kujua, kwa sababu hata hapo awali hatukukuwa najua kama alikuwa na marafiki, kwa sababu tabia yake alikuwa akitoka shuleni anakaa chumbani kwake. Okay, vizuri sana. Na ni njia zipi, kwa sababu ni kitu ambacho mjui, ni njia zipi ambazo wewe kama wewe unawaza au unaona ni sahihi? Sababu umesema kwamba hata kipindi hicho alikuwa anaenda shule anarudi. Kwa alikuwa anaonekana kwamba si mtu wa marafiki. Si muongeaji. Lakini kumbe chini chini ilikuwa inapita yote hivi. Sasa kwa sasa umegundua hiyo kitu. Ni njia gani au ni hatua gani ambazo unaona kabisa zinastahili yeye kufanya kwa sasa? Nitajibu kama gisi mama yake alisema, ni kukagua simu, kwa sababu kwenye simu ndo naweza kusema ndo kunapita mambo yote. Niseme kwake yeye Ferdinand, ni simu, kwa sababu kusema eti marafiki, hatukuwahi kumuona na rafiki hapa. Tofauti na hao vijana wa Bondo wenyewe wanafikaga hapa unakuta, lakini eti rafiki ule wa kusema huyu ndo rafiki kabisa hatukuwahi kumuona. Ina maana mambo yote yalipitikana kwenye simu. Ndio maana mama yake alikujibu na mimi nitakujibu kwamba cha muhimu ni kukagua simu.